neema ya Mungu amenipa kibali cha kusimama kuzungumza na wewe siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza kabisa ya wiki letu la BCF. Wangapi wanabarikiwa na wiki la BCF? Amen. Basi mimi nitaendelea kwa sababu mwenyekiti amekwisha kuomba, nitaendelea. Ila kabla sijaendelea na somo la siku ya leo, nipende kushukuru uongozi wa Kasfeta mkoa, wilaya mpaka matawini, lakini pia uongozi wa EEMC mkoa, wilaya mpaka matawini, bila kusahau uongozi wa BCF kuanzia mkoani mpaka matawini, kwa kuruhusu na kwa kutupa nafasi sisi kama BCF kuweza kuendesha wiki hili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivyo kwa sababu of course BCF inahusika shule za msingi. Pengine wakati huu itakiwa tu tunaenda kuwafundisha watoto wa shule za msingi, lakini kwa kutambua hilo au kwa kuona umuhimu wa sisi kama walezi kupata semina, na ndio maana unaona semina zinaendeshwa vyuoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi BCF moto wetu sisi tunasema elimu bora, malezi bora, ulinzi na usalama kwa mtoto. Huo ni moto wetu wa BCF. Elimu bora, malezi bora, ulinzi na usalama kwa mtoto. Lakini pia kwa kauli mbiu ya mwaka huu au kauli mbiu ya wiki letu la BCF 2026 tunasema mtoto ni taifa la kesho, ni wajibu wetu sote kumlinda na kuhakikisha usalama. Mtoto ni taifa letu, ni taifa la kesho, ni wajibu wetu sote kumlinda na kuhakikisha usalama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikupongeze sana wewe ambaye umefanikiwa kufika ibadani siku ya leo kwa kuona umuhimu wa ibada ya siku ya leo. Of course hili wiki ni ibada kama ibada nyingine. Amina. Sio kama ni event, hapana, ni ibada kama ibada zingine ambazo tunaendelea kuzifanya, lakini pia ni wiki kama wiki lingine, ijapokuwa kidogo tumespecify sana katika upande wa seminar, lakini pia na matukio mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe ambaye ulikuwa unasema wiki la BCF sitoenda ibadani, sitokanyaga ibadani, hapana. Ratiba zote zitaendelea kama kawaida na tutaendelea kufundishwa kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Nilikutana na mtu mmoja akaniambia kwamba wiki la BCF maana yake wiki lote tutafundishwa ijue BCF. Hapana. Tutapata tu masomo mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ni matumaini yangu kuwa naongea na kina baba watarajiwa, naongea na kina mama watarajiwa, lakini pia katikati yetu naongea na kina baba na kina mama. Amina. Kina baba tupungiane mkono namna hii. Sio kina baba watarajiwa, kina baba. Mwenyekiti wa wakaka na wababa. Unamiliki wa baba humu ndani? Au unamiliki wakaka na wababa wachache? Bwana Yesu asifiwe. Amina, mbarikiwe sana. Basi nilete salamu kutoka kwa mratibu msaidizi wa BCF Taifa, ndugu Daudi Faustin Kibiki, anawasalimia sana. Kulingana na majukumu ya wiki hili tumegawana kidogo, lakini pia nilete salamu kwa mratibu wetu mkuu wa BCF Taifa, Engineer John Piuza Gunda, anawasalimu sana. Pengine Bwana akitoa nafasi siku moja atatutembelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao wanaandika, andika somo kwamba mtoto ni hazina ya Mungu na taifa la kesho. Mtoto ni hazina ya Mungu na taifa la kesho. Nitarudia tena kama nilivyosema hapo awali. Sijaja kuzungumza na watoto au sipo hapa kuongea na watoto, ila naongea na kina baba wa kesho, naongea na kina mama wa kesho, lakini pia nazungumza na walezi wa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kauli moja tunaisema kwamba kabla hujawa baba au kabla hujawa mama, anza maandalizi mapema. Anza maandalizi mapema. Na unapoanza maandalizi, usifanye maandalizi ya kuwa mzazi. Tofautisha kuna uzazi na kuna ulezi. Familia nyingi sana tumeishia kwenye kitu kinachoitwa uzazi. Yaani tunaishia tu kizaa basi. Wengi tumetoka katika familia hizo. Yaani ukishazaliwa umeisha. Hakuna ambaye atakuwa anatake care na wewe, hakuna ambaye atakushughulikia nje. Yaani watakao kusaidia wewe ni watu wa nje.
hiyo tunasema ni mzazi. Lakini swala la ulezi ni tofauti na kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Kina baba, Bwana Yesu asifiwe. Kina mama, Bwana Yesu asifiwe. Kina mama wa kesho, sio wakati huu. Amina. Basi msomaji utanisomea Mithali mlango wa 22 mstari wa 6. Ni kitabu ambacho kimezoeleka. Mithali mlango wa 22 mstari wa 6. Kumbuka somo nasema mtoto ni hazina ya Mungu na taifa la kesho. Mithali 22 na ule mstari wa 6. Mithali 22 mstari wa 6, na Bwana anasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Tulio wengi hapa tumelelewa, si ndio hivyo? Hata kama ukulelewa katika mazingira ambayo yale ambayo ulitamani ulelewe, lakini umelelewa. Yaani wewe umelelewa. Na ndio maana umefika hapa. Usingelelewa usingekuwepo hapa. Ungeishia mtaani, tungesema aliishia kuzaliwa, baadaye ameishia mtaani. Lakini kwa sababu umepata kitu ambacho tunaita malezi, na ndio maana umefika chuo kikuu. Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, sio mzae mtoto katika njia impasayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Na ndio maana leo tumekuja tufundishane. Na ndio maana tunalitumia wiki hili kufundishana kwa habari ya malezi ya mtoto. Sisi kama wana CASFET ambao ni walezi wa kwanza wa wale watoto ambao tunaita BCF, ni lazima tujifunze masuala ya malezi. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuwalee watoto katika njia inayofanya nini? Inayowapasa. Jukumu la kulea sio langu mimi. Jukumu la kulea sio mwenyekiti wa BCF. Jukumu la kulea sio la viongozi au walimu wa BCF. Ila jukumu la kulea ni la kila mmoja ambaye anajiandaa kuwa baba au anajiandaa kuwa mama. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mwambie jirani yako kwamba usijiandae kuwa mzazi, jiandae kuwa mzazi na kuwa mlezi pia. Jiandae kuwa mlezi pia. Usiishie kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba maisha ya mtoto yanajengwa anapokuwa mdogo. Maisha ya mtoto huwa yanajengwa anapokuwa mdogo, au yanatengenezwa angali mdogo. Atakapokuwa mkubwa tayari tunasema huyu mtoto, kwa sababu anajitambua, uwezo kaanza kumjenga anapokuwa ameshafikisha umri wa utu uzima. Bwana Yesu asifiwe. Nasemaje? Namaanisha nini? Namaanisha kwamba leo hii wewe ni mwana CASFET, leo hii wewe ni mwana EEMC. Ingekuwa ni vigumu sana kama tungesema umefika chuo kikuu ndo tuanze kukufundisha kwa habari ya neno la Mungu. Ni kweli ungetuelewa, ni kweli ungeelewa, ni kweli ungesikiliza, lakini ile nafasi ya kushika au nafasi ya kulielewa lile neno au nafasi ambao unaweza kujitoa ni tofauti na ambao ukimfundisha huyu mtoto ambavyo anaweza kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Sijasema kwamba tuliopo hapa hatujitoi kwa Mungu. Hapana, tunajitoa. Lakini kwa kizazi tulicho nacho au kwa nyakati tulizonazo, nyakati za teknolojia, nyakati za AI, ni vizuri sana malezi yaanzie wapi? Chini. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto kubwa sana zinawakuta watoto, changamoto kubwa sana zinawakabili watoto ni kwa sababu malezi huku chini wamekosa. Lakini kama tukitengeneza msingi mzuri wa watoto huku chini, basi tunazalisha kizazi ambacho ni kizazi bora, lakini pia tunazalisha watumishi walio bora. Nilikuwa napita siku moja mitaa fulani, mtoto mdogo anaimba nyimbo ambayo unasema ni hatari sana. Nini? Malezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Malezi inatakiwa yaanzie huku chini. Sijaja kukuambia kwamba utoke hapa chuo uende ukafundishe watoto BCF. Hapana. Maana kuna mwingine atasema amekuja na anataka tu force tuende BCF. Hapana. Ila ninachotaka nikuambie ni kwamba tambua uthamani wa mtoto. Tambua uthamani wa kumfundisha mtoto angali mdogo. Hata kama hautokuwa mwalimu, hata kama hautojitolea kwenda kufundisha, lakini wewe ni mzazi wa kesho. Kama ni mzazi wa kesho, ni lazima uwe mwalimu wa familia yako. Utaifundishaje familia yako katika misingi inayompasa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Mlee mtoto katika njia impasayo. Tunaona katika Biblia mtoto amechukuliwa ni mtu wa thamani sana. Ni mtu wa thamani sana. Yesu alisema waacheni watoto waje kwangu, wala msiwazuie. Just imagine. Yaani Yesu alisema waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie. Akaamua kuachana na wakubwa, akaamua kuachana na mataifa walio wengi, akaamua kudili na watoto.
Maana aliona watoto wanatengwa, alafu wakubwa ndo tukasikilize neno. Na ndivyo inavyotokea makanisani mwetu. Mama anawahi ibadani, mtoto anamwacha nyuma achochee maharage. Alafu baadaye anategemea, anataka mimi mwanangu atakuwa mwinjilisti, mimi mwanangu atakuwa mchungaji. Sasa atachunga nini wakati ameachwa nyumbani achochee maharage? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunatakiwa tuone uthamani wa kuwafundisha hao watoto, au uthamani wa kumfundisha mtoto anapokuwa angali mdogo. Malezi yanaanza mtoto akiwa mdogo kabisa. Kina baba, Bwana Yesu asifiwe. Kina baba, Bwana Yesu asifiwe. Kina baba ni watu ambao huwa wanajivuna sana, kwa sababu mtoto akiwa na malezi mazuri, au mtoto akiwa na adabu, akiwa na hekima, Biblia imesema mtoto mwana mwenye hekima humfurahisha babaye. Tukishaanza kuona mtoto haeleweki, tunasema angalia, ni mamake huyu. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo desturi zilivyo. Mtoto akiwa vizuri ni mtoto wa baba, akishapotea tu ni mtoto wa mama. Naanza kumsingizia kina mama. Tujitahidi wa baba katika swala la malezi. Msomaji, naomba nisomee Mathayo 19 mstari wa 14. Kumbuka kwamba mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kichwa cha somo nimesema mtoto ni hazina ya Mungu na taifa la kesho. Mtoto ni hazina ya Mungu na taifa la kesho. Nisomee Mathayo hiyo. Injili ya Mathayo 19:14 nasema, lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie. Aliwapa nafasi, aliwathamini. Hivyo wewe kama mzazi wa kesho, wewe kama mzazi wa baadaye, wewe kama mama wa kesho, wewe kama baba wa baadaye, tunakumbushwa kwa habari ya uthamani wa huyu mtoto. Ni lazima tuanze kumthamini huyu mtoto. Usingoje mpaka ukapata mtoto ndo kaanze kusema sasa ndo nianze kuonesha thamani kwa mtoto. Hapana. Hata kabla hujapata watoto, unapokuwa kule nyumbani, unapokuwa mtaani, kuna watoto ambao unaona wapo katika mazingira hatarishi. Chukua jukumu la kuwahudumia. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema hilo ni jukumu la wainjilisti. Hapana. Chukua jukumu hata la kumfundisha. Hata kumfundisha tu swala la maadili. Yaani achana na neno kwenye Biblia utasema mimi vifungu sina. Hata tu swala la maadili, yani mtoto asiwe katika maadili ambayo hayampendezi Mungu, au asiwe katika maadili ambayo si maadili ya Kitanzania. Unamnyosha tu kwenye njia, akanyoka kwenye njia. Unakutana mtoto mdogo anaimba nyimbo za ajabu. Yaani za ajabu. Inasikitisha sana. Nini? Watoto wamekosa malezi. Watoto wamekosa msaada. Na ukizingatia sasa hivi tupo katika kizazi cha sayansi na teknolojia. Yaani mtoto mdogo anajua kutumia simu kubwa kama ni mtu mzima. Mtoto mdogo ukimpatia simu anajua nitaingia wapi, nitafanya nini, nikitaka niangalie kitu fulani nitaingia sehemu fulani. Na changamoto nyingine, wazazi wa siku hizi, sio nyie lakini wazazi kipindi hiki cha sayansi na teknolojia, unakuta kuna malezi fulani hivi ambayo yanaendeshwa kwa hawa watoto. Kuna malezi fulani hivi ambayo tunawaendesha hawa watoto, yani kana kwamba nao ni watu wazima, nao wanajitambua. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima watoto tuwalee katika maadili yanayompasa Mungu. Taifa lolote lililoendelea, au hili taifa liendelee, au hili kanisa liendelee, sharti la kwanza ni lazima tuanze kudili na hao watoto. Yaani tukitaka tutengeneze viongozi walio bora, ni lazima tuwaandae watoto. Tukitaka tutengeneze wachungaji walio bora, tukitaka tutengeneze wainjilisti walio bora, sharti tuanze na nini? Na watoto. Tuliokuwa teki nadhani tulikuwa mashuhuda kwa vile ambavyo watoto walikuwa wanavionesha. Watoto wana vitu vingi sana vya kuonesha, au watoto wana huduma ndani yao, lakini changamoto ni swala nini? Swala la msingi. Kama sisi tuliookoka tukashindwa kupandikiza yaliyo mema kwa watoto, kama sisi tuliookoka tukashindwa kuwarithisha watoto vipawa vilivyo vyema, basi tutambue kabisa ulimwengu utatusaidia. Yaani badala ya kuimba wimbo wa Rose Muhando ni bebe, ataimba nyimbo za kina Diamond. Nini? Si umeshindwa kumfundisha? Afu baadaye unaanza kulalamika. Hapana. Kumbe jambo la malezi, sisi walokole au sisi tuliokoka au wewe mwana Kasfeta, inatakiwa uwe mstari wa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sisi inatakiwa tuwe watu wa mfano. Sasa shida nyingine inakuja, tuliokoka nao kuna namna fulani huwa tunalegea, au kuna mienendo fulani huwa tunaifanya ambayo kidogo hata mtoto akiiga naona hakuna haja ya kuwa na wokovu.
nini? Yaani kuna tabia tunazionyesha. Umeokoka ni kweli, unamtumikia Mungu ni kweli, lakini kuna vile vitabia au kuna vile vitu ambavyo bado unaendelea navyo. Lakini umeokoka. Na nikupe tu siri moja kwamba watoto wana tabia sana yaani mtu anapokuwa mtoto mdogo, kitu ambacho anakikariri zaidi au kwa haraka ni kile anachokiona, anachokitazama. Yaani akiangalia akisema dada anafanya 1 2 3, basi naye atakuwa anafanya hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimekaa na mama mmoja ana mtoto wa miezi kama 4 5. Yule mama alikuwa anakula chakula. Anapokula chakula, yule mtoto, sina uhakika kama mtoto wa miezi 4 anajitambua. Bado ufahamu, si ndio hivyo? Lakini yule mtoto amekaa anaangalia mamake, anakula, anafanya hivi. Na yeye yaani mkono ule anaingiza kwenye sahani, anachezea. Yaani anajua na yeye ndo anakula. Sio kwamba ana uwezo wa kula, hapana. Ila anaangalia kile ambacho anakifanya nini? Mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye ni mzazi wa kesho, wewe ambaye ni baba wa kesho, wewe ambaye ni mama wa kesho, angalia matendo yako. Yaani kile ulinachokifanya wewe na mtoto naye atarithi hicho hicho. Angalia tabia zako zipoje. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa unafanya mambo ukasema mwenyekiti anioni au kiongozi wangu anioni au mchungaji anioni, unafanya kwa siri siri. Mimi nakwambia utajilaumu kwa watoto wako. Kama umeamua kumkubali Kristo, amua kubadilika. Ukitaka uwe mzazi bora au ukitaka uwe mlezi bora, ni lazima uanze wewe mwenyewe. Anza mabadiliko wewe mwenyewe. Tunasema change the life of the youth to change the world. I first. Yaani pale pa I first. Anza wewe. Badilika kwanza wewe. Ukishabadilika wewe, hata familia yako itabadilika. Hata ukoo wako utabadilika kupitia wewe. Hata watoto nao watabadilika kupitia wewe. Wewe endeleza zile tabia za chini chini, sema wanangu nitawaombea watabadilika. Mimi ni mwenyeji wa Mbeya. Kule Mbeya kuna baba mmoja, wakati wa ujana wake alikuwa ni mtu ambaye of course alikuwa na kazi hizi za kushona magunia. Anashona magunia. Yule baba alitamani sana afanikiwe mapema. Kwa alichokuwa anakifanya, mchana unampa kazi, anakushonea gunia, anakufanyia kazi, alafu ukifika usiku muda kama huu, ile kazi aliyofanya anaenda kupunguza. Yaani kama aliweka gunia 10, basi gunia 2 anaenda anabeba, anaweka kwake. Atakusanya baadaye anaanza kuuza. Inakuja gari inapakia naondoka nayo. Baadaye amekuja kuokoka. Ameokoka wakati tayari ana mtoto mdogo kabisa. Yule mtoto amekuwa. Kabla hujafika umri wa kwenda shule, kabla hujafika umri wa kwenda kuanza chekechea, tabia za yule baba zikaanza kujidhihirisha kwa mtoto. Mpo ibadani, mtakaa ibadani, muda wa kuabudu, yeye ndo muda ambao anapita na pochi. Atakusanya pochi zote, atatoka nazo nje, atachomoa hela, afu atazirudisha kila pochi ilipokuwa bila shida. Yaani atakusanya pochi zote na akija akirudisha anarudisha bila shida. Hakuna pochi ambayo hata kwamba hii ilikuwa kila pochi iko sehemu yake. Maana yake mtoto akawa ni professional zaidi ya baba. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja alibeba baisikeli ya kanisa, alitengeneza mzunguko ambao hata ungekuwa wewe mtu mzima usingefanya ule mzunguko. Yaani anachukua baisikeli koedi, anaileta hapa. Akifika hapa anabeba ya hapa, anaenda nayo social. Akifika social anabeba ya social, anaenda nayo Humanity. Akifika Humanity anabeba kule moja, anapeleka nayo Sabasaba. Alafu akachukua ya Sabasaba akaja nayo kanisani kuendesha. Ni mtoto mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Nini? Tabia ya baba. Angalia tabia zako. Anza kuzikemea mapema. Kama unataka kuwa baba bora, kama unataka kuwa mama bora, maandalizi ni wakati huu. Anza kujiombea wewe mwenyewe, lakini pia anza kuombea na familia yako ijayo. Kiuliza hapa ombi kubwa ambalo huo unajitahidi kufunga, ambao huo unaingia chemba peke yako binafsi, ni nipate mwenza. Yaani basi. Ukishampata nini kitatokea? Bwana Yesu asifiwe. Unapopambana kuomba upate mwenza, basi pambana kuombea na wanao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule baba siku huyo mtoto ameiba hiyo baisikeli, alipofanya ule mzunguko,
baiskeli baada ya kuibiwa tu akasema atakuwa ni fulani. Wanaangalia fulani yuko pale, yuko busy anaendesha baiskeli. Akasema sasa mbona mbeba baiskeli sio? Basi sio yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wakisema mnamsingizia, mbona mtoto yuko vizuri amechukua tu baiskeli hapa kanisani. Mtoto mmoja akaenda kuripoti akasema hapana, hiyo baiskeli mimi nilimwona ametoka nayo hapa, ila wakati wa kurudi sasa hajarudi nayo. Kwanza kumkamata mtoto ndo anaanza kuelezea, mkitaka hii baiskeli, mwenye hii baiskeli twende sehemu fulani. Maana tutoke hapa tuanze kurudi Sabasaba alafu tuanze kurudi Rivers mpaka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hizo tabia ambazo wewe unazifanya wakati huu, basi kumbuka mtoto atafanya zaidi ya wewe. Yaani mtoto atakuwa ni msomi, hata kama hajasoma atakuwa ni msomi wa hiyo tabia. Badilika sasa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba malezi ya mtoto ni jukumu la kila mmoja. Yaani ukikaa tu karibu na mtoto, wewe ni mlezi. Yaani popote utakapokuwa umeingia kwenye gari ukakaa tu karibu na mtoto, wewe ni mlezi. Mimi wanapenda nikiingia kwenye usafiri au sehemu yote nikakutana na mtoto, huwa napenda sana kuuliza vimaswali, nauliza 1 2 3, mwimbaji unayempenda? Mtoto anakuambia mimi namkubali sana Diamond. Yaani akipiga nyimbo zake na fly. Na mtoto anaimba vizuri, unasema hivi huyu ukambadilisha, mbona atakuwa mwimbaji mzuri sana kwa Yesu. Mwimbaji wa praise mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Tupo katika kizazi ambacho kimepotea. Kizazi ambacho kimepotea. Na jukumu la kuwabadilisha hao watoto ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma kupitia ile Methali 22:6 kwamba mlee mtoto katika njia impasayo. Haja specify ni mtu gani wa kumlea. Kumbe jukumu la kuwalea ni sisi wote. Na kukumbusha siku ya leo ambayo ni siku ya kwanza ya wiki la BCF kwamba tujiandae kuwa walezi. Na tunapojiandaa kuwa walezi, basi tuanze kuwa walezi. Yaani utakuwa mlezi lakini anza leo. Yaani kesho bora inaanzia na leo. Kuna mtu mmoja alisema kwamba kwenye neno maendeleo, ukilifuatia ile neno maendeleo, maende, ukitoa ile maende, mwishoni pale unapata neno leo. Maana yake ukitaka maendeleo lazima uanze leo. Ukitaka kuwa mlezi lazima uanze leo. Usiseme nita. Sawa uta, lakini anza sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nitaendesha gari. Anza process za kuendesha gari sasa hivi. Mzee anacheza magame ya magari, unafikiri nini? Ndio anajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa swala la malezi ni swala la kushirikiana sisi sote. Tusiwaachie walimu wa BCF kwamba watadili na watoto au tukaachia viongozi kwamba watadili na nani. Ingekuwa hivyo ingekuwa kazi sana. Yaani viongozi wakasifuta wangekuwa napata tabu sana. Kwa sababu ingekuwa ni jukumu lao wao tu. Kwamba ni kiongozi basi ni jukumu lake kwenye masuala ya kulea. Kumbe tunaona ni jukumu letu sisi sote. Popote unapokuwa alimradi tu pana mtoto mdogo. Basi swala la malezi au kama una application kichwani ya malezi, anza kuiapply hapo. Anza kuonesha upendo. Kuna mwingine sio mwalimu wa watoto, lakini unaona akikaa na watoto unaona kabisa, mbona watoto wanamfurahia huyu mtu? Nini? Roho ya ulezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tushirikiane sana katika swala la kuwalea watoto. Naweza nikatolea mfano wa mwisho kwamba yupo baba mmoja ambaye alikuwa ni mkulima. Huu mfano wanapenda kutoa sana. Alikuwa ni mkulima. Alilima mazao yake, mazao mbalimbali. Lakini kwa msimu ule kulikuwa kuna maajabu kidogo. Alikuwa amepanda viazi vitamu hivi sio. Anaita viazi vitamu sio, ndio hivyo mnaita hivyo. Yes. Sasa ilikuja kutokea wakati wa kwanza kuvuna, kuna kiazi ambacho alishindwa kukivuna. Kile kiazi kilikuwa ni kikubwa. Kweli kweli, ni kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Alijaribu akashindwa. Akajaribu kuchimbia akashindwa. Akajaribu kuvuta ikashindikana. Ikabidi amuite mke wake. Mke wangu naomba unisaidie. Mke naye amekuja wakapambana wakashindwa. Ikabidi wamuite mtoto wao wa kwanza. Wamepambana wakashindwa. Wakaita mtoto wa pili mpaka wa tatu wakashindwa. Baadaye wakaona hapa tu tuifunge hata ng'ombe ituvute. Mwisho wa siku baada ya kufunga ng'ombe wamejifunga wanavuta wakafanikiwa.
nataka kumaanisha nini? Kwamba ndani ya kanisa tuna huduma 5. Huduma ya ualimu peke yake haiwezi kujitosheleza katika swala la malezi. Sio tu kwa upande wa Kasfeta, hata kanisani kwako unakotoka, huduma ya kuwalea watoto si tu kwa mwalimu wa watoto au si kwa walimu wa watoto, bali ni kwetu sisi sote. Yaani kama ni mwinjilisti utahubiri Injili, lakini at the end of the day unapokutana na swala la huduma ya watoto au unapokutana na watoto, onesha ulezi. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme mimi ni pastor, kwa kama ni pastor siruhusiwi au sitakiwi nikae na wale watoto. Hapana. Kuna wakati unachukua muda, unajishusha tunapohusisha swala la nini? La ulezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema kwamba tupo katika kizazi ambacho kina changamoto, kina shida. Namna ya kuwalea watoto ni kuwafundisha, lakini pia namna nyingine nje na kuwafundisha ni sisi wenyewe tuwe mfano. Yaani hata ukipita mtoto anaita anasema, ila kaka, natamani niwe kama wewe. Nini? Mwenendo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati wako utasoma Zaburi 127 na ule mstari wa 3. Wana ndio urithi wa Bwana. Watoto wanarithi vitu kutoka kwetu. Tunapoenda kwenye makongamano kwa mfano kongamano la teki, tunakutana na watoto. Watoto wao wanatuambia, wao wanasema, kuna mtu fulani nimemwona yuko vizuri sana, anaimba yule mtu, natamani niwe kama yeye. Lakini wewe una hata habari. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wanakutazama, wanakuangalia. Nimesema kwamba si lazima uwe mwalimu wa watoto, ila swala la ulezi ni swala la kwetu sisi sote. Jambo la mwisho kabisa, nimesema kwamba mtoto ni taifa la kesho. Kama mtoto ni taifa la kesho, basi sisi sote tuna wajibu wa kumlea. Sisi kama wana Kasfeta tuna wajibu wa kuwalea watoto. Kama Kasfeta tukashindwa kuwalea watoto, basi tutambue kabisa ulimwengu utawalea. Ndio ile unamchukua mtoto unamwambia niimbie nyimbo moja, anaanza kukwambia bia tamu. Kweli? Na upo tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo ilikuwa ni mtoto ni hazina ya Mungu na taifa la kesho. Kama mtoto ni hazina ya Mungu na taifa la kesho, kumbuka hata shetani naye anamnyemelea huyu mtoto. Kama anamnyemelea huyu mtoto, tujitahidi wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitamshukuru Mungu. Asante Mungu wangu na baba yangu. Asante kwa neema na fadhili ambazo Bwana umeachilia juu ya watumishi wako hawa. Wamekubali, wamenyenyekea katika siku hii ya kwanza ya wiki la BCF. Asante Bwana kwa kile ambacho Roho Mtakatifu umeachilia juu yao. Najua Roho Mtakatifu ngani kidogo, lakini Bwana umeachilia mbegu katikati ya maisha yao. Nenda kaachilie neema yako na kibali chako. Tupe nguvu ya kuwa watendaji wa neno, si tu kuishia kusikia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nikiomba na kushukuru. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Lakini nisahau jambo moja, niwakaribishe katika kilele cha wiki la mtoto, au niwakaribishe siku ya kesho ambayo ni siku ya mtoto wa Afrika, ambapo kiserikali itafanyikia pale viwanja vya Sabasaba. Sisi kama BCF au sisi kama wana Kasfeta ana EMC kwa ujumla tumealikwa kwenda kushiriki mahali pale, kuangalia au kujifunza namna gani ambavyo tunaweza tukahudumia watoto. Lakini pia nadhani wametoa nafasi ya presentation kwa mkakati wa BCF kwa ajili ya kwenda kupresent namna gani ambavyo tunalea watoto. Niwakaribishe sana, ni saa 3 asubuhi. Kama utahitaji mpe taarifa mwenyekiti wa BCF ili uweze kutengewa nafasi, maana ukumbi wetu una idadi ya watu haitakiwi wazidi. Mungu wa mbinguni awabariki sana.